Yesu asifiwe. Alipotembea akaona umemchi, akaangalia, akalia kwa machozi, akasema kwamba hawa watu wangejua ni kitu gani ambacho kinawapasa wakifanya ili amani endelee kudumu hapa. Hawa watu laiti kama wangelijua. Kipindi napewa ujumbe, kuna jambo mtu alisema na ikawa ndio msingi wa neno hili. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya kujiliwa kwako. Kuna wakati unamwomba Mungu ukiwa umesimama hapa, na unapiga magoti, unajuta kwa muda mwingi ukimlilia, lakini pale Mungu anaposhusha malaika wake anakuta umeshaondoka. Wakati wa kujiliwa kwako. Leo hii uliomba, ulipanga nifunge siku 3. Ukafunga siku ya kwanza, ya pili ukasema sio ni chochote. Unaahirisha. Bwana anaposhuka nakuta yule mtu hayupo. Ndugu yangu, mbingu zina kanuni. Mbingu zina formula. Ukiazimia kwamba nitafunga siku 3, malaika anamshusha. Kabla hajafika wewe umeshaahirisha, umeshaenda kwa mganga. Unaona shughuli hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Tujue wakati wetu. Kutokujua wakati wa kujiliwa kwako, tayari unakosa ile kusudi la Mungu ambalo Mungu ametamani ulipate. Wakati wa kujiliwa kwako usipotambua ule wakati ambapo Mungu anahitaji kukufikia, unapobadilisha mawazo, yale mambo yanagairishwa. Ilikuwa unatakiwa ufanikiwe leo, lakini hautafanikiwa. Unaweza ukajikuta unachelewa kwa muda mrefu. Unazunguka jangwani hata miaka 40 kwa sababu haukujua wakati wa Mungu kukuchia. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nimesema kuhusiana na Simon Masi, anauliza kwamba inakuwaje watu wameokoka kwa muda mrefu. Hata leo kwenye maandiko, maana yake hao watu wanajua sana. Bwana Yesu asifiwe. Na inawezekanaje hata hao watu wanaojua mbona wanachelewa? Kuna maswali mengi hapa wanajiuliza. Je, unaujua wakati wa Mungu kukuchilia wewe? Basi tukasome katika Luka mtakatifu ile sura ya 19 kuanzia mstari wa 41. Luka mtakatifu sura ya 19 kuanzia mstari wa 41. Alipofika karibu, aliuona mji, akaulilia akisema, laiti ungelijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Kwa kuwa siku zitakuja, adui zako watapokujengea bomu likuzunguke, watakuzingira na kukuhusuru pande zote,